Nikuombe uchukue sekunde chache kubonyeza button ya subscribe. Tulieleza kwa uwazi kabisa kwamba viongozi ambao wamepatikana na uchaguzi huu hawana uhalali wa kisiasa. Sasa hivi ndio hivyo wanatangaza sijui anatakiwa maridhiano, sijui na nini, lakini viongozi wetu muwe makini. Tunaposema kwamba yaliyopita yamepita, tugange yajayo, mimi swala hili sikubaliani nalo. Nakubaliana na nini? Ni hali ya kawaida kabisa unaposhindwa kufikia malengo uliojiwekea, moja kati ya matokeo inakuwa ni kukata tamaa. Kama chama, kama taasisi ya kisiasa ilijiwekea malengo na ikahamasisha, tukajiandaa kwenda kwenye uchaguzi, lakini uchaguzi huu, ameeleza mwenyekiti wetu wa ngome ya vijana, kwanza bora hata tusiite uchaguzi, lakini ukisema uchaguzi ndio inaeleweka zaidi nini tunachokizungumzia. Baada ya uchaguzi, kamati ya uongozi ilikutana na tulikubaliana baadhi ya mambo, na tamko la chama lilitoka moja. Tulikubaliana kwamba hatutotoa ushirikiano kwa taasisi za serikali ambazo zinataka kutafuta namna ya kurahisisha utawala au serikali kufanya kazi kwa kukutana na vyama vya siasa kwa malengo ambayo kwa kweli ni ya ulaghai. Na tulieleza wazi hilo. Tulieleza wazi kwamba uchaguzi huu hauaminiki, na tulieleza kwa wazi kabisa kwamba viongozi ambao wamepatikana na uchaguzi huu hawana uhalali wa kisiasa kuwa ni viongozi halali wanaowakilisha Watanzania. Na tumeanza kufanya kazi hiyo vizuri sana. Imeelezwa TCD hapa. Sisi tulialikwa kwenye TCD na kimsingi ilitakiwa saizi sisi tuende wenyekiti wa TCD, lakini kwenye mwaliko huo tulidinai. Chama kilisema, kilitoa mwongozo kwamba hakitoshiriki hayo mambo ya TCD kwa sasa, kwa sababu huko TCD ni platform ambayo na sehemu wanatakiwa waje. Mnakutana nao kufanya nini? Lakini pia hii tume ya Jaji Chande iliandika barua kwa chama, na chama kimeijibu kwamba tume hiyo sio huru, ni tume ambayo ina ndani yake kuna watuhumiwa, watu ambao wanatakiwa kuhojiwa, ndio wanakuja wao wameteuliwa na rais waje kuhoji. Ni tume ambayo haiwezi kutuleta kule tunakotaka kwenda. Kwa ni jambo ambalo tunalifanyia kazi, lakini haya ambayo mmeyasema yanatusaidia sana kuyabeba na kuja na msimamo rasmi baada ya kamati kuu kukutana, na kamati kuu itapokea pamoja na mambo mengine taarifa ya hali ya uchaguzi na hii reflection na masuala haya. Lakini jambo la pili ninalotaka kulisema, ndugu zangu, Dar es Salaam, nimekuwa nikieleza kwamba Dar es Salaam inao wajibu maalum wa kusimamia mabadiliko katika nchi yetu. Ninyi Temeke mnayo historia hapa Dar es Salaam ya kuwa ni jimbo ambalo upinzani una nguvu na limetoa mchango mkubwa kwenye kuhakikisha harakati za upinzani katika nchi hii zinakuwa na tafsiri ya kuwa ni nguvu ya wananchi inaamua nani awe kiongozi wa wananchi. Wajibu tulionao kama viongozi wa harakati ya siasa za upinzani hapa Temeke ni kuwaeleza wananchi kuwa taifa lao, kama tutakubali sisi turudi nyuma, tukawa waoga, tukaacha na kusalimu amri mbele ya serikali, dhana yetu ya kulinda kura ilikuwa inajenga msingi kwamba ni lazima uhuru wetu ulindwe na raia wenyewe. Ni lazima demokrasia yetu ilindwe na raia wenyewe. Ni lazima haki yetu ya kuamua uongozi wa nchi hii ipiganiwe na raia kwa kiwango ambacho mtu yeyote asithubutu kuichezea. Leo waziri mkuu katika nchi hii anatembea barabarani, anataja idadi ya petrol station ambazo zimechomwa moto, anataja idadi ya magari ambayo yameumizwa. Halafu waziri mkuu akiambiwa idadi ya watu waliouawa wangapi, anageuka anasema unajua mauaji ni kitu kikubwa sana, yani usitaje kabisa idadi ya watu waliokufa, kuna watu watapata huzuni. Ajali siku zote zinatokea hapa, na moja kati ya taarifa muhimu kwenye ajali sio gari imeharibikaje, ni idadi ya majeruhi au watu waliofanyaje, waliofariki. Ndio tunavyoishi, kwa sababu hilo ni eneo unalihana katikati ya tuhuma kwamba kuna watu wamepotea hawaonekani waliko. Tumepata tuhuma katika nchi hazijawahi kutokea kwamba kuna watu inaonekana wamezikwa halaiki. Kuna tuhuma zimetokea
kwamba kuna watu wamekwenda kuchomwa miili yao kwenye matanuri ya viwanda